آمالنا بالله ودعاؤنا لله، لا نستعين سواه، لا نرتجي إلا لطف لطيف يفوح، نغدو به ونروح، نور يغيث الروح من ذكر اسم الله. لا تصلح الأحوال إلا بأمر الله، لا يطمئن البال إلا بذكر الله. لا تصلح الأحوال إلا بأمر الله، لا يطمئن البال إلا بذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ndugu zangu, wapenzi wangu, tuko na silsilat huwa Allah na jina ya leo El-Jabbar. Subhanallah, alikuwa yuko mmoja katika daiyat, kasema nilienda kumpa aza mwanamke kafiwa na watoto wake 3 katika aksidenti ya gari. Anasema subhanallah, nikamkuta anayo sabr, anayo Mungu kamthabbit, subhanallah, kasubiri, hasemi maneno illa ya khairi na maneno ya mridhisha rabbil alamin. Anasema nikamuuliza, masha Allah, vipi unikuwa hivi, Allah kakupa sabr? Akasema kwa sababu Allah kamthabbit liani natadabbar jina ya Allah El-Jabbar. Njoni tujue na tufahamu maana ya jina ya Allah El-Jabbar jalla jalaluhu. Leo jina hii subhanallah ya kila mtu anayodhiki, anayoham, kamkosa mtu, anahisi kadhulumika, anahisi kavunjika, wanimvunja. Subhanallah, Allah yajbur qalbak. Allah azza wa jalla akupoze na poze moyo wako, na ukisikia hii jina ya leo subhanallah, insha Allah Allah atakupoza. Jina ya Allah Al-Jabbar inikuja katika aya Al-Muhaymin Al-Azizu Al-Jabbaru Al-Mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Ina maana matatu. Maana ya kwanza, tukisema jabr al-ulu al-ali al-a'la, Allah jabr ile kupoza, lakini ya ulu yani ile kubwa. Tukisema nakhla jabbara, yani mtende hawezi mtu kukata matunda yake kwa sababu mrefu mkubwa. Subhanallah. Tukisema naqa jabbara, yani ngamia huyu jabbara, yani mtu anashindwa kumpanda, yani kwa nguvu na ukubwa. Allah azza wa jalla anasema fi al-Quran al-Karim, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Sayyidina Musa alivyoenda na bani Israila akawaambia ingieni tupigane na hawa watu, wakasema hatuingii kwa sababu hawa qauman jabbarin, watu jabbarin, yani watu wana nguvu hazina rahma na hawalainiki. Tukisema fulan jabbar katika mazungumzo, mara nyingine tunasema fulan jabbar, yani anajiona, hasikii maneno ya mtu, hasikii illa nafsi yake, na hii inakuwa kasoro kwa bani Adam. Lakini kwa haki Allah azza wa jal, la, inakuwa katika jalali na tanzih subhanahu wa ta'ala. Na kila mtu atawe mkubwa vipi, atawe jabbar vipi, Allah azza wa jal juu yake al-Qahhar subhanahu wa ta'ala. Maana ya pili ndio hii maana sisi tunahitaji. Ulama wanasema ma ubida Allahu fil ard bi afdali min jabr al-khawatir. Allah hajaabudiwa hapa katika hii dunia kama kumpoza mtu na yeye yuko hazin, subhanallah, na umpoze na juu yake umpe maneno mazuri na umjalia furahi, muingizie furaha. Hii jabr inaitwa jabr ar-rahma. Nikisema, unaona mtu akivunjika, kwa Kiarabu tunasema jabartul azm, yani
kawekewa jips, ile jabira tunasema, ile jips akifungwa katika mguu au mkono, yani naitengeneza. Kwa hiyo Al-Jabbar, Allah Azza wa Jal, yeye ndo anakutengenezea mambo yako na vitu vyako na kila kitu, na yeye anakutengeneza ukivunjika, moyo wako ukivunjika. Subhanallah. Al-Jabbar, Allah Azza wa Jal, akimujbir yule faqir anamwacha tajiri. Al-Jabbar Azza wa Jal, Allah akimujbir yule mgonjwa anamaafi, anamshafi. Allah Azza wa Jalla akimujbir yule dhalili anam'izz, anamnyanyusha. Allah Azza wa Jalla akimujbir yule dhaif anampa nguvu. Allah Azza wa Jalla akimujbir yule anaogopa anampa amani. Al-Jabbar yeye ndo anatengeneza. Ya Allah ya jabira kulla kasir. Ya Allah, ndio hivyo wanasema, ya Allah ya jabira kulla kasir. Kulla kasir, kila kitu kinivunjika, na sisi tunavunjika mara ngapi? Subhanallah, wale watu wana huzun, wako katika kanafillah, wako katika mikono ya Rabbil Alamin. Allah Azza wa Jal, yule mtu ana huzuni, rahma ya Allah inashuka. Subhanallah. Ukiwa una huzun, ukiwa una ham, usifikirie uko peke yako, uko na Rabbil Alamin. Kwa hiyo simama, nyanyua mikono yako, muombe Allah, muombe ya Jabbaru, ya Allah ujburni. Subhanallah, ukiwa katika ugomvi, na ukiwa wewe ndo una nguvu na wewe ndo una power, usidhulumu, kwa sababu usijifikirie kama wewe utanusurika. Na ukiwa una mdhulumu mwenzako, kumbuka inna Allah Azza wa Jal huwa Al-Jabbar. Wanasema katika al-athar, bi'sa al-abd, abd mbaya sana, abd takhayala wakhtal, abd kajiona na kasahau al-kabir al-mutaal Allah. Bi'sa al-abd, abd mbaya sana, abd tajabbara wa'tada, kawa jabbar na kawajifikiria na nguvu na kamsahau al-Jabbaru al-a'la. Bi'sa al-abd saha walaha, kajisahau ye nani na kacheza katika hii dunia. Wanasiya al-maqabira wal-bala, na kasahau makaburi na vipi ataisha. Bi'sa al-abd, abd ata wa tagha, kajiona sana na akadhulumu. Wanasiya al-mubtada wal-muntaha, akasahau vipi kaanza na vipi ataisha. Allah al-Jabbar, Allah al-Jabbar anavunja adhalim, ana kulipiza kisasi. Ukiwa wewe unadhulumika, atakichukua kisasi Allah Azza wa Jal, na atamrham yule dhaif. Subhanallah. Maana ya tatu, Allah al-Jabbar, yani Allah al-Qawi al-Qahar, kwa nguvu na qahr. Yani Allah Azza wa Jal anawalazimisha mtu yote duniani na chochote anataka kiwe. Subhana. Yani hamna kitu kitakuwa hapa duniani ila kwa mashia yake yeye subhanahu wa ta'ala. Ni kuja katika al-athar al-Qudsi, anta turid, wewe unataka na Allah anataka. Ukisalimisha kwa ile kitu Allah anakitaka, Allah Azza wa Jal atakupa ile unaitaka. Na kama hujataka uridhiki kwa ile kitu Allah anakitaka, atakuacha unachoka katika hii dunia katika ile kitu wewe unakitaka, na haitakuwa illa ile Allah anakitaka. Subhanallah. Firaun kasema nini? Kasema ana rabbukumul a'la, kasema ana Allah, auzu billah. Akasema ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sijajua Mungu illa mimi, auzu billah. Kisha nini? Allah kamletea ndoto kama mtoto atamharibia ufalme wake na atauchukua ufalme wake. Karudi, katubu, la, kazidi jabr na kazidi kibar na kazidi nguvu, akajiona sana. Subhanallah. Akawachukua watoto wa Bani Israeli akaanza kuwaua. Allah Azza wa Jalla kataka nini? Kataka yule mtoto atamlea mwenyewe kwa nyumbani kwake katika palace yake. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla Jabbar al-Qahar.
Ndugu zake Yusuf walitaka kumua, wamtie katika kisima. Ikawa nini? Allah azza wa jalla kawajalia, kamjalia yeye awe azizu Masr, na wao waje madhalili wanaomba sadaka kwake. Subhanallah, Allah al-Jabbar. Allah azza wa jalla kasema, wallahu ghalibun ala amrih walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Allah ghalib, Allah yeye ndo atashinda, lakini watu hawajui. Maana ya kwanza, kitu ali, kitu kirefu, kiko juu, hamna mtu anaweza kuifikia, na hii jabr al-ulu. Na maana ya pili, jabr al-quwwa al-qahar. Na maana ya tatu, jabr al-rahma. Hii ndo maana Allah azza wa jal al-Jabbar. Subhanallah, kuna story initokea Suria. Wanasema alikuwa yuko mwanaume, yeye engineer, kampenda msichana, kaenda kumposa. Babake tajiri, yule baba akamkataa. Hajamkataa kwa vizuri, kamkataa, kajiona, kamfukuza. Subhanallah, kwa sababu yule engineer fakir na yule baba ana pesa. Ikapita miaka, yule baba kapata hasara katika biashara yake, akawa hana hata ile ya siku moja ile hali. Subhanallah, akaja yule shabab akamposa, yule baba akakubali, lakini yule shabab hapa Allah kamfungulia, akawa na biashara yake na kazi yake, na yule ammi, huyu baba wa mtoto wa kike, kama anafanya kwake kazi. Subhanallah, Allah Jabbar. Yuko mwanamke anamwambia mke mwenzake, alikuwa hazai, anamwambia ndani ya tumbo yangu yuko mtoto, na beni ya mkono wangu yuko mtoto, na mtoto anacheza katika macho yangu. Watoto wanaume 3, mmoja ananyonya, mmoja ndani ya tumbo yangu, mmoja anacheza. Subhanallah, yule mwanamke roho ni muuma. Hamna mtu anajua vipi roho ni muuma illa Allah azza wa jal. Subhanallah, Allah atalipa kisasi, atamlipia kisasi. Allah al-Jabbar. Usahau, watoto wale 3 wakafa mmoja baada ya mmoja, na yule hazai Allah kampa watoto 5 wanaume. Allah al-Jabbar. Usijioni, usimuumize mtu moyo wake, usimuuze dhaif, usifanye istihza. Haujui mtu roho yake na muuma vipi. Allah azza wa jal atapokea dua yake. Yuko bibi maskini kafariki. Nilikuwa siku moja natoa muhadhara hii al-Jabbar, jina ya Allah al-Jabbar, katika nyumba ya rafiki yangu, na huyu bibi Mungu amrehemu, subhanallah, akatuambia, mnataka mjue mliona au ile mnilisikiliza? Tukamwambia ile uliona. Akamsema ile niliona, nilikuwa Zanzibar, nayo jirani beni yangu mimi na yeye ukuta. Alikuwa huyu jirani anakuja msichana, mtoto wa kike, kila miaka 14 15, anafanya kazi kwake. Huyu msichana, huyu mfanyakazi alikuwa chongo, hana jicho moja. Yule bibi alikuwa anamfokea, anamwambia, wewe chongo, wewe mbaya, wewe hivi, ona sura yako, ona shakli yako, ona. Subhanallah, hatujui yule moyo wake unavunjika, hazin, dhaif, fakir. Subhanallah, anasema siku moja kachukua kuni, anaivunja ile kuni, ikaruka katika jicho lake yule bibi. Wakaenda kugonga mlango, anasema mume wangu ndo alikuwa nayo gari kule Zanzibar. Wakamchukua mpaka wakafika masaa mangapi katika hospitali, ilikuwa jicho lake lishaondoka. Allah al-Jabbar kasema, inaiona kwa macho yangu. Allah yarhamha bibi mama Samira, Allah yarhamha wa yaghfir laha ya rab. Subhanallah, ona vipi Allah al-Jabbar anakulipia kisasi na anakufurahisha roho yako. Subhanallah, anakupoza. Yuko mwanamke anasema kaolewa na yeye kazaliwa anayo aibu fulani katika khilka yake. Alivyolewa yule mume wake, kila akikaa anamwambia, wewe shukuru Mungu uniolewa, wewe mtu kama wewe hamna mtu atakutaka, ona sura yako, ona shakli yako. Kila mara anasema moyo wangu unavunjika, unaumia sana. Mwisho akaniacha kwa sababu ya hiyo aibu. Anasema ikapita miaka, akaja mwanaume karim,
ana ihtiram, ana adabu, ana akhlaq, kaniposa, nikaolewa. Anasema kaniweka mfalme kwake. Kama haoni mwanamke ila mimi, na ile aibu nazaliwa nayo, anasema wala kama haioni, subhanallah, naishi, Mungu kana awad, Allah al-Jabbar, subhanallah. Wanasema alikuwa yuko mwanaume, kakana mke wake, wanakula ghada, chakula, kuku. Kidogo akagonga mlango. Alivogonga mlango, yule mwanamke kaamka kufungua mlango. Alikuwa yuko mwanaume anaomba, anataka chakula. Yule mume wake akamwambia mfukuze, hatuna chakula. Akaamka akamfukuza. Ikapita siku, akapata hasara biashara yake na akamwacha mke wake. Ikapita miaka hivi, yule mwanamke akaposwa na mtu hali yake nzuri na biashara nzuri. Wakakaa vile vile kama alivyokuwa na mume wake yule mwanzo. Wanakula, ikagonga mlango, akaamka kufungua. Alivyoamka kufungua, uso wake ukabadilika. Mume wake akamuuliza nani? Akamwambia kuna mtu anaomba. Akamwambia mpe chakula. Akamwekea chakula nini, akampa. Akamwambia mbona uso wako unigeuka? Akasema kwa sababu huyu alikuwa mume wangu wa mwanzo anaomba. Mume wake wa sasa akamwambia unajua mimi nani? Mimi yule aligonga mlango kwenu zamani. Allah al-Jabbar subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla anasema fakullan akhadna bidhanbihi faminhum man arsalna alayhi hasiban ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ukiamin kwa jina ya Allah al-Jabbar, utajua hamna, ukiwa dhaif, ukiwa una haja, usishushe kwa mtu illa Allah azza wa jalla. Ukiwa mgonjwa, Allah atakupa afya. Ukiwa unimkosa mtu kafa katika familia yako, au unimkosa mtu, Allah atakubadilishia huzuni yako furaha. Ukiwa una dhiki na usur na unidhulumika, Allah atakunusuru. Lakini wewe gonga mlango wake, mlango wa al-Jabbar. Ukiamin kwa jina ya Allah al-Jabbar, utajua inna Allah azza wa jalla kitaka kitu kitakuwa kun fayakun, na haitokei katika hii dunia na ufalme wake subhana ila ile mwenyewe anaitaka. Ukiamin kwa jina ya Allah al-Jabbar, utajua inua haifai bani adam dhaif ajidai yeye jabbar, na yeye ana kibar, na yeye anajiona. Katika alhadith Allah azza wa jalla anasema alkibriya ridai, yani kibar nguo yangu, na al'azamatu izari, na al'azama izari yangu, izar. Faman nazani, yule mtu anataka kuninyang'anya, nitamtupa katika moto. A'udhu billah. Na ikaja katika alhadith Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema moto inasema wanaingia kwangu aljabbarun walmutakabbirun. A'udhu billah. Yani mtu anajiona na mtu jabbar, mwisho wake itakuwa moto, wala iyadhu billah. Subhanallah. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye sayyid almutawadhi'in, alikuwa anakana mafakir, alikuwa halim na warabu na majahil, alikuwa anawachezesha watoto, anakaa na mtu yoyote. Subhanallah. Akasema sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna min ahabbukum ilay, yule nampenda, wa aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamah, yule atakuwa karibu na mimi pahali atakaa na mimi siku ya kiyama, ahasinukum akhlaqa, yule ana akhlaq. Subhanallah. Allah azza wa jalla kasema kwa sayyidina Yahya alayhi salam, wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya, alikuwa bar kwa babake na mamake, mutii, alikuwa jabbar asi. Na akasema kwa sayyidina Isa, wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya. Ulama wanisema hauwezi wewe kuwa jabbar kama uko mutii kwa babako na mamako. Waangalieni baba yenu na mama yenu, wapeni maneno mazuri, watizameni kwa haja zao, kwa chochote, waingizeni furaha moyo zao. Hautakuwa jabbar
hautakuwa shaqi, hautakuwa asi. Subhanallah. Utakuwa mbali kwa kibar, mbali kwa uwe jabbar, uwe asi. Subhanallah. Usikae unafanya istihza kwa mtu maskini, usikae unamcheka mtu, la, asiwe anavunjika ndani ya moyo wake na yuko anamuomba Allah azza wa jalla. Tunaona Sayyidina Nuh alayhi salam walivozidi kumcheka hao makafiri, akawa nyanyua mikono yake li Allah azza wa jalla, akasema inni maghlubun fantasir. Allahu akbar. Nikisoma hii aya inni maghlubun fantasir, unahisi vipi alikuwa anaumia ndani ya moyo wake. Allah azza wa jalla al-Malik al-Jabbar kafungua sama yote kwa maji, ardhi yote ikazamishwa kwa sababu ya nani? Ya Sayyidina Nuh alayhi salam. Wacha maneno yako mazuri, kae umpoze mwenzako. Sufyan ath-Thawri rahmatullahi alayhi anasema sijaona ibada adhim na ajal min jabr al-khawatir, kumpoza mwenzako, usimvunje moyo wake. Tuna badala ukae katika njiani unasema hii kitu itaumiza watu na kitoa, la, kabla ukae ufikirie hii kitu itaumiza moyo za watu, bora nisikiseme. Subhanallah. Wacha maneno yako daima yawe mazuri, isitoke katika mdomo wako kitu namuumiza mwenzako. Fikiria hili neno nikiambiwa mimi itaniumiza, lazima ufikirie hivi. Subhanallah. Muwe latif na watu, msimuumizeni mtu. Allah azza wa jalla anasema waqulu linnasi husna, waambieni watu maneno mazuri. Subhanallah. Sitana Aisha ilivyokuja hadithat al-ifk, anasema nilikuwa nalia kwa vipi nahisi naunewa. Akaingia mwanamke katika al-Ansar, simjui, hajasema neno moja, akaanza kulia na mimi. Subhanallah. Anasema Sitana Aisha, wallahi sijaisahau kabisa kwake. Allahu akbar. Sitana Aisha hajasahau. Vipi Allah azza wa jalla? Allah hawezi kuisahau kabisa, hawezi kuisahau. Subhanallah. Sayyidina Ka'b ibn Malik al-Vutub katika ghazwati Tabuk kaingia msikitini, anasema mtu wa kwanza kaamka ananihaga ananipa mabruki ya tauba Sayyidina Talha. Anasema sijaisahau maisha yangu. Mara nyingine mtu hataji ila dada au rafiki au kaka au ndugu akupoze, asimame na wewe katika time tunavunjika. Subhanallah. Anataka katika time ile tunadondoka, unataka mtu akushike mkono, kuwa wewe mkono wa ndugu yako, kuwa wewe ule ile fimbo anasimamia akidondoka, usiwe wewe ile fimbo. Lazima jamani mfikirieni, oneni ya ibada vipi. Sayyidina Jaafar as-Sadiq anasema man sara baina an-nasi jabira lil-khawatir, yule anakuwa katika watu anawapoza, anawapa maneno mazuri, adrakathu inayatullah fi jawf al-makhatir, Allah azza wa jalla anakuwa naye na atamtoa katika hatari yoyote. Yuko dokta anaitwa Husam al-Mawafi, huyu dokta Masri, dokta mkubwa, consultant wa moyo. Anasema nilienda siku moja kumtibu sheikh mkubwa. Nikamtibu, sijachukua pesa, kwa heshima yani. Anasema nikamwambia mimi nakutibu bila pesa, lakini nataka unifundishe ibada niifanye. Akaambia wewe sema ibada gani? Yule sheikh anamuuliza. Akaambia sala. Akaambia la, hizi sala nini zinajulikana. Akaambia basi niambie ibada gani? Akaambia jabr al-khawatir, kumpoza mwenzako. Hamna ibada kubwa inda Allah kama hii. Anasema hii naisikia maneno ya Sheikh Jumatano. Alhamis ilikuwa tunayo livu maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikalia simu asubuhi saa 8 na mimi nalala. Jirani yangu ananiambia khalti ya mke wangu kalazwa hospitali kwako, ana miaka 92. Kwa hisani yako jabr khatir, kwa kumpoza yule, nenda kamtizame. Anasema nikafunga simu nikarudi kulala. Anasema nilipoamka mke wangu akanipa lista niende kununua vitu. Na mimi katikati nanunua vitu nikakumbuka neno yake jabr khatir. Allah. Anasema ala tul nikaenda hospitali.
Anasema naingia tu hospitali, napanda lifti, ila nikapata nataka kupata heart attack. Wakanichukua upesi wakanifanyia kastara. Ilikuwa nitapata heart attack, yani baada ya dakika 10 nitakufa. Anasema oneni, naenda kwa sababu yule bibi jabar khatir, Allah kajbur khatiri. Allahu akbar. Mwanaume anasema nilikuwa naoa na miaka sijaleta watoto. Anasema na mimi na dhurufu zangu sio sawa. Ikaja Ramadhani. Kabla ya Ramadhani anasema wakanipa ile begi ya Ramadhani, vyakula na nini. Na mimi nilikuwa na haja naye, hata pesa sina. Nataka kuingia nyumbani kwangu, jirani ananiambia tuko tunamchangia jirani yetu watatu. Ana dhurufu, ana watoto, ana zahma. Anasema tabani mimi sina pesa, lakini nayo ile begi. Nikaenda nao, nikampa ile begi inayo chakula. Yule mwanaume akaniombea dua, akanambia Allah yajbur bi khatrak. Allah kupoze, Allah kufurahishe, Allah kukirimu, Allah kupe dhuria salih. Anasema ikapita muda, subhanallah, ni mke wangu akapata tabu. Akaungua yani. Nikaenda hospitali naye, wakanambia kama mke wangu ana mimba. Wale watu karibuni na mimi wananambia akid ulimpoza mtu na ukamfurahisha mtu, Allah akakupoza na akakufurahisha. Subhanallah. Katika الحديث ya hadith ya Sayyidina Abdullah ibn Abbas, inno tuseme baina sajdatain. Katika sala unaona ukikaa unisujudu kisha ukakaa, katika ile unikaa ile ya baina sajdatain, baina sajda mbili ile unasema nini? Katika الحديث unasema Allahumma ighfir li warhamni wa'afini warzuqni wajburni. Allahu akbar. Ujburni yani kama wewe unavunjika kwa siku mara nyingi sana, unasikia maneno mabaya, unasikia dhiki, labda una dhiki ya maisha, labda huna pesa, labda mume anakukera, watoto anakukera, mtu rafiki ndugu anakukera. Allah azza wa jalla yajbur anakutengeneza, kama kitu kinivunjika ndani yako, moyo wako anakitengeneza. Allahu akbar. Anakupoza, anakujalia kheri. Takhayal, usisahau kuisema baina sajdatain, Allahumma ighfir li warhamni wa'afini warzuqni wajburni. Yuko mwanamke mmoja anasema, nilikuwa katika chumba cha kuzaa na ilikuwa uzazi tabu sana, sijaweza kuzaa wiki nzima na mimi napata tabu, maumivu makali. Madokta mwisho wakasema nitakuchukua katika operation. Anasema nikaanza kuomba dua, ya Jabbar ujbur kasri, ya Jabbar ujbur kasri. Ujbur kasri yani tengeneza ilivunjika, warham dhaafi. Anasema baada kidogo hivi mtoto akatoka bila operation, bila kitu. Subhanallah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man nafasa an muslim kurba min kurabi dunya, yani kurba yani dhiki yoyote katika madhiki ya duniani, Allah anakutoa katika dhiki za siku ya kiyama. Man yassara an mu'sir, ukimyassiria mwenzako na yeye ana dhiki na anahitajia ukamfungulia, subhanallah, Allah azza wa jalla anakufungulia siku ya duniani na ya akhera. Ukimstiri muislamu mwenzako, Allah anakustiri duniani na akhera. Allah yuko na wewe kama wewe uko na mwenzako, unamsimamia na unamtizama. Allahu Jabbar. Allah azza wa jalla yuko na yule dhaif, na yule makhur, na yule maksur, na yule kavunjika, na yule hazin, na yule anahitajia maneno mazuri, ana dhiki. Allah azza wa jalla yuko na wewe, usisahau kabisa. Allah anasimama na wewe, lakini wewe gonga mlango wake, nasema ya Jabbar ujburni, ya Jabbar ujburni. Allahumma ya Jabbar ujbur kasrana warham dha'fana wa amin khawfana wa'idna min at-tajabbur wal-kibar. Ya Jabbar al-mukkasirin ujbur kasrana ya arhamar rahimin ya akramar akramin. اللهم اجبر كسر قلوبنا وكسر أرواحنا وكسر أجسادنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.